Kesho ni kwamba taarifa zinapochukuliwa na wale watu wa shule ya Sabato, sema aliyesoma Biblia kwa mpango, kanisa lenye watu zaidi ya 200, unakuta wananyosha 2 watatu. Tunahitaji kufanya matengenezo katika hilo. Tunahitaji kusoma neno la Mungu, kwa sababu kama hutasoma, hutajua Mungu anataka wewe ufanye nini. Na kama hutajua Mungu anataka wewe ufanye nini, tafsiri yake ni kwamba wewe matendo yako utakuwa unaendesha kwa akili zako wewe mwenyewe na sio kwa akili za kimungu zaidi. Kwa hivyo tunaposoma neno la Mungu na kwenda katika maombi, ndio maombi ndipo tunazungumza na Mungu. Tunahitaji kusoma, tunahitaji kuomba mara kwa mara, kwa sababu unapoenda katika maombi unazungumza na Mungu. Na sifa ya maombi ni kwamba huwa yana tabia ya kubadilisha maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maombi kila unapoomba yana tabia ya kukubadilisha. Sasa kama unaomba na ubadiliki, ndugu yangu, unahitaji uongeze maombi zaidi na usome neno la Mungu zaidi. Lakini pia katika familia zetu huwa tuna ibada za asubuhi, za jioni, nazo hazitakiwi kukoma. Nabii Ellen White anasisitiza hiyo. Anasema hata wazazi mkiwa bize namna gani, yaani hata mkiwa bize kweli kweli na haya mambo ya dunia, msiache kukusanya familia yenu wakati wa jioni. Lakini pia hata asubuhi msiache kukusanya familia yenu na kumsihi Mungu. Na katika maombi msisahau kusoma neno la Mungu. Haleluya. Nitasoma fungu lile la 3, ndio litakuwa fungu la mwisho siku hii ya leo. Kwa ambao mmechelewa, labda tunasoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 4, na tumeangazia zaidi yale mafungu matatu ya mwanzo. Na fungu lile la 3 anasema, maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali. Sasa baada ya Petro kutuambia hayo maneno yote, namna ambavyo tunatakiwa kuenenda, hapa ni kama anatupatia wito. Anasema huo wakati uliopita, yaani kuanzia sasa hivi na kurudi nyuma, unatosha. Yaani hayo ya duniani tumeyatenda vya kutosha. Sasa tunahitaji kugeuka na kutazama uso wa Mungu. Yaani inatosha kabisa. Amesema kama tulikuwa walevi, inatosha. Kama ulikuwa ni mtu wa tamaa, inatosha. Kama ulikuwa mzinzi, inatosha. Kama ulikuwa mzembe wa kulisha zaka na sadaka, inatosha. Wakati huu ni wakati wa kumgeukia Bwana. Yaani mambo haya ya dunia ambayo tulikuwa tumeyaenenda nayo, wakati huu kwa kuwa tumetambua Yesu akikaa ndani yetu tunaweza tukashinda, basi hayo ya nyuma inatosha. Kwa hivyo tunahitaji kumgeukia uso wa Mungu na si kuendelea katika yale ambayo tumekuwa tukiyafanya siku zote. Na niliwahi kumwambia mtu mmoja kwamba maombi peke yake hayatoshi. Nimesemaje watu wa Mungu? Maombi peke yake hayatoshi. Mtu wa Mungu mmoja akasema, mtumishi wa Mungu unamaanisha nini? Narudia tena, maombi peke yake hayatoshi. Kwa sababu gani? Maombi, unapofanya maombi unahitaji
badiliko au unahitaji uamuzi wako. Ndio maana sio ajabu Wakristo wengi kila siku tunafika kanisani na tunaomba Mungu tusaidie tuache kutenda dhambi. Amina. Haleluya. Maombi safi kabisa. Lakini baada tu ya Sabato kuisha umejikuta umeingia katika dhambi. Ndio maana ninakuambia maombi peke yake hayatosha. Unahitaji uamuzi wako wa ndani kwanza. Na tukumbuke ya kwamba Mungu wetu ametupa ruhusa ya kuchagua. Anasema Mungu anaweza akafanya mambo yote ambayo unayaona hapa duniani. Mungu anaweza akayafanya. Lakini liko jambo moja ambalo Mungu hawezi akalifanya kama. Na jambo lenyewe, jambo ambalo Mungu hawezi akafanya ni kukulazimisha wewe kumchagua yeye. Hilo jambo Mungu hawezi akalifanya. Na ndio maana ninakwambia maombi peke yake yanaweza yasitoshe. Unahitaji uamuzi wako wewe mwenyewe wa ndani kabisa. Uzamilie kwamba sasa ninataka ning'ang'ane na Mungu. Kumbuke ya kwamba Mungu wetu hataki masuala ya michangano. Kama umemchagua Mungu, hakikisha unamfuata Mungu kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jioni hii ya leo niwatie moyo watu wa Mungu, tunahitaji kumfuata Mungu. Tunahitaji kumfuata Yesu Kristo. Na nimalize na hii. Kuna nakala moja inaitwa Review and Help, kitu cha namna hiyo. Kuna kauli moja nabii wa Mungu anaitumia, anasema huyu Yesu ambaye tunamtangaza hakuja kuwaokoa watu katika dhambi. Nimesemaje? Huyu Yesu, Ellen White anaandika, hakuja kukuokoa au kutuokoa sisi katika dhambi. Sasa alikuja kufanyaje? Yesu alikuja kutuokoa kutoka katika dhambi. Kwa hivyo Yesu amekuja kutuokoa ili sisi tutoke katika dhambi. Na ndio maana huwa na wahurumia sana watu ambao wanasema, unamwambia mtu wa Mungu, mbona hapo umekosea? Nakwambia, unajua mtu wa Mungu, huyu Yesu alikuja kunitafuta mimi mzambi. Sasa ndugu yangu, alikuja kutafuta mzambi na unaendelea kupinga dhambi. Lengo la kuja kukutafuta wewe kwamba akutoe, amekutafuta, amekuona, sasa utoke hapo ulipo umfuate yeye. Sasa kama unaendelea kushikilia dhambi, huo wokovu wako sawasawa na sawasawa na hakuna kitu. Kwamba yeye amekuja kukuokoa, ashakuonyesha njia, sasa Bwana fika hapa. Kwa hivyo inahitajika utii wako wewe. Tusiwe na tabia za kung'ang'ania dhambi. Dhambi ni ya Shetani. Na kwa bahati mbaya zaidi siku hizi mtu akidanganya, na mkuta mtu wa Mungu anakwambia, yule jamaa ndo kawaida yake bwana, ni muongo sana. Leo ninakwambia uongo sio kawaida ya mtu. Uongo ni wa Shetani. Kwa hivyo tunaukataa kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo tunapoelekea kuomba, ni wasitu watu wa Mungu, kwa hakika tuchague upande wa Yesu. Na tukichagua upande wa Yesu, tunahitaji kuacha yale ya duniani, kwa sababu huwezi ukasema nimemchagua Yesu na bado unang'ang'ana na vitu vya duniani. Na nishakwambia mwanzo, Mungu wetu hataki michangano. Yaani hataki masuala ya vuguvugu. Ukiwa vuguvugu, wewe ni wa Shetani. Yaani upande wa Shetani wenyewe huwa unakuchagua automatic. Kama umekuwa vuguvugu, wewe ni kwa Shetani, kwa sababu Mungu anahitaji kile kitu ambacho ni sahihi kabisa. Kwa hivyo ndugu zangu, tutiane tu moyo katika hilo ya kwamba tunahitaji
kumfuata Yesu. Yaani maisha yetu haya ya wanafunzi, mara zote tunahitaji kuwa upande wa Yesu. Na utakapoomba, kikaa kwa muda wako ukiomba, mwambie Mungu, kama unahisi kwamba wewe umefanya maamuzi lakini bado unarudi katika dhambi ile ile, na unakuta toka 2000 na ngapi huko 2020 wewe kila siku changamoto yako ni unashindwa kurudisha zaka na sadaka. Yaani hiyo ni changamoto yako kila siku. Mwambie Yesu, ninahitaji kufanya maamuzi sasa, na umuombe kwa dhati kabisa, ili kesho upambane na kitu kingine, kwa sababu maisha ya Ukristo sio kila siku kupambana na kitu kimoja. Maisha ya Ukristo ni safari ambayo ni ya mwendelezo. Tutegemee kama leo ulikuwa na changamoto ya zaka na sadaka, umwombe Mungu na ufanye maamuzi katika hilo, ili kesho labda uanze kufanya matengenezo katika kusema uongo. Kesho kutwa ufanye matengenezo katika jambo lingine. Na hicho ndicho kitu ambacho Mungu wetu anatamani tukifanye. Ni siku zote tuwe watu wa mabadiliko. Na usikubali ya kwamba unasema kama kuna dhambi itakupeleka motoni, basi ni hii. Hiyo dhambi sio ya kwako, mtu wa Mungu. Dhambi ni za Shetani. Wewe zikatae kabisa kwa jina la Yesu Kristo, na huyu Yesu Kristo aliye mwaminifu atakufungua. Haleluya. Basi tunapoenda kuomba, tutasimama na nitamwomba mzee wangu, mzee Chilumba, utatupatia ombi la kuwakabidhi watu wa Mungu hawa